Karibu kwenye shule ya Sabato Mezani, ambapo leo tunahudumiwa na familia ya Ndayanse, na mimi nikiwa Evidence Ndayanse kama mwenyekiti. Ninakukaribisha sana kwenye kipindi kizuri, na tutakuwa na lesoni, lakini tutajifunza fungu la kukariri, lakini pia tutajifunza somo la ukuziaji kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tutafundishwa kwa nini kanisa la sasa halina Roho Mtakatifu, kwa nini kanisa la zamani lilikuwa lina Roho Mtakatifu. Tutaweza kufahamu hilo, lakini pia tutaweza kujua namna ambavyo kijana mmoja anayeitwa Yogan aliweza kushinda na kuweza kuvuka katika hatua mbalimbali katika masomo yake ya shule. Tutaweza pia kuelewa, na endelea kwa pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 18 mstari wa 9 hadi wa 10. Nayo nasema, Bwana akamwambia Paulo kwa maono ya usiku, usiogope, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hakuna mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 9 hadi wa 10. Lakini pia tutajifunza somo la ukuziaji kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tutafundishwa kwa nini kanisa la sasa halina Roho Mtakatifu. Hapo awali kanisa lilianza kuwa na washiriki 120 katika kitabu cha Matendo 1 mstari wa 15. Neno la Mungu lilienezwa na kuhubiriwa na watu wapatao 3,000 walibatizwa. Vivyo hivyo katika kitabu cha Matendo 2 mstari wa 42, watu wapatao 5,000 walibatizwa na Bwana akazidi kueneza kanisa. Kazi ya Injili inaweza kuwa nyepesi endapo tutajazwa na Roho Mtakatifu na kwenda kueneza habari za Mungu kwa watu wengine. Kupitia vikundi vidogo vidogo vyetu vya shule ya Sabato, endapo vitajazwa na Roho Mtakatifu, vitaweza kutubadilisha sisi pamoja na familia zetu. Hivyo basi, kanisa la leo linamhitaji Roho Mtakatifu awe ndiye utume katika maisha yetu, na pia kutufanya sisi kuwafundisha watu wengi kama hapo awali kanisa la mitume lilivyoweza kueneza neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya mafanikio katika utume. Siri ya mafanikio, tunaangalia kanisa la awali. Je, wenyewe walifanikiwaje katika mafanikio yao? Hapa tunapoenda kuangalia pia na sisi tunakosea wapi, kwa nini hatufanikiwi? Tunajibu tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Lakini mjapopokea nguvu ya ile Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu yote, katika Uyahudi na katika Samaria. Tunaona ni kwa jinsi gani Roho Mtakatifu alivyokuwa na nguvu katika kanisa la zamani. Kanisa la sasa tumepoteza Roho Mtakatifu, na tunapohitaji kubadilika ili tuweze kuwa kama kanisa la zamani, ili utume ufike mbali, tunahitaji kupata nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji kuelewa kwamba Roho Mtakatifu atabadilisha maisha yetu. Hii itatusaidia sisi kubadilika kiimani, lakini pia kuwashuhudia watu wengine kwa urahisi, lakini pia sisi wenyewe kuendelea mbele katika imani zetu. Hivyo mwandishi anashauri kwamba shule ya Sabato au vikosi vya washiriki waliopo ndani ya shule ya Sabato waweze kuwa na umoja kwa lengo la kumuita Roho Mtakatifu ili aweze kubadilisha imani zetu. Umesikia huo mchanganuo wa Roho Mtakatifu katika makanisa mbalimbali. Na sasa nikukaribishe tunapokwenda kusikiliza somo la nchi za mbali. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina kisa kizuri sana cha kijana mmoja anaitwa Yogan ambaye anatoka katika nchi ya Australia. Kijana huyu alikuwa anasoma sekondari. Katika masomo yake alikuwa anakaribia kumaliza mwaka wa mwisho, lakini alikuja kukutana na somo moja ambalo lilimshusha chini. Ikaonekana kwamba hawataweza kuendelea na masomo kwa sababu amekosa nidhamu. Nchi ile katika masomo yote ambayo unayafanya pale shuleni, katika mitihani wanakuambia uhakikishe umepata somo la nidhamu, upate marks za juu. Ukipata za chini, basi unasitishiwa masomo yako na unafukuzwa shule. Alirudi nyumbani kuambia wazazi, jamani, sasa mimi nimesitishiwa masomo yangu kwa sababu nimefeli somo la nidhamu, ambalo kwetu sisi tunaona kama ni kitu cha kawaida. Kumbe somo la nidhamu ni somo la muhimu sana. Basi sasa wazazi walitahamaki pale nyumbani, wakasema tunafanyaje? Somo la nidhamu limemwangusha kijana wetu. Basi alikuwepo mwalimu mwenye huruma, akawaambia wazazi, akawaita,
akamwambia, jamani, cha kumsaidia kijana wenu na waomba niwaelekeze katika shule moja ya Waadventista wa Sabato ambayo ndio inaweza kumsaidia. Nimewasaidia vijana wengi sana, wakawa vijana wazuri, wakabadilika, wakawa na tabia nzuri, wakashinda masomo ya nidhamu. Hiyo ndio shule pekee ambayo imewasaidia vijana wengi katika nchi hii ya Australia. Basi ikaonekana kwamba wazazi wakubaliane na yule mwalimu, kwa sababu shule zingine zote walijaribu, wakamwambia kama amefeli somo la nidhamu sisi hatuwezi kumpokea, maana hafai, kwa sababu hana nidhamu, hana mwelekeo, hana heshima kwa walimu, hana heshima kwa wazazi. Kwa hiyo wakakubaliana hao wasafiri kwa kufuata ile shule ya Adventista wa Sabato ambayo ndiyo iliyomfanya kijana aweze kuwa kijana mzuri na wenye maana na mwenye faida kwa wazazi wake, hata kwa jamaa na kwa ndugu zake ambao walimuona katika mabadiliko ya maisha. Kijana Yogan baada ya kukubaliana na wazazi wakahamia wakampokea katika shule ya Adventista wa Sabato. Walimpa masharti. Sharti ya kwanza ni kumjua Mungu kuliko vitu vyote. Yogan baba yake akamwangalia, akamwambia, kijana, umesikia? Akasema, nimesikia na niko tayari kufanya maelekezo kama alivyoniambia, na mimi niko tayari kumjua huyo Mungu. Akaanza kujifunza hatua kwa hatua ya kumjua Mungu. Baada ya muda si mrefu, kijana yule alianza kuelewa Biblia ni kitu gani na ni kitabu gani na kina faida gani. Alikuwa akisikia habari za marejeo ya Yesu mara ya pili, akaona kumbe dalili ambazo alikuwa akiziona katika ulimwengu na kuyafanya baadhi yake ya mambo yale ambayo alikuwa akiyafanya hampendezi Mungu, akajua yalikuwa miongoni mwa yale ambayo yanaonyesha kwamba Yesu anarudi mara ya pili. Baada hapo kijana Yogan akajifunza unabii, akajifunza Biblia kwa ujumla, akaelewa kwamba Yesu anakuja mara ya pili, maana matukio yote ameshayaona. Baada ya muda si mrefu kijana Yogan aliendelea kujifunza zaidi na zaidi. Baada ya hapo kijana Yogan akapata mabadiliko makubwa sana ambayo yaliyofanya hata vijana wenzake wamuone kwamba ni tofauti na jinsi alivyokuwa mwanzoni. Walikuwa wanajaribu kumshawishi kwamba twende mahali fulani, Yogan akasema siko tayari. Twende kwenye starehe fulani, anamwambia siko tayari. Na badiliko kubwa ambalo Yogan alikubali kwamba Mungu ameweka mabadiliko katika maisha yake. Chakula chake yeye ilikuwa ni nyama ya nguruwe. Na chakula chake kingine ambacho kinywaji ilikuwa ni pombe. Lakini alishangaa Yesu aliyombadilisha katika maisha yake, akabadilika, akaacha kula nyama ya nguruwe na kunywa pombe. Akaona kweli Mungu amemfanyia mambo makubwa sana. Na wazazi walikuwa wakijiuliza, kweli huyu kijana tafaulu katika nidhamu? Maana vyakula vyake yeye ni nguruwe na pombe. Lakini Mungu akamfanyia makubwa sana, mabadiliko yakawepo, kwa sababu kwanza katika maeneo ya ile shule haikupatikana nguruwe wala pombe. Basi akaendelea kujifunza na vijana wenzake, akaendelea na masomo yake. Alikuwa darasa la 11. Alikuwa anaenda la 12, lakini ikaonekana arudie la 11 ili akafaulu vizuri katika darasa la 12 baada ya kumaliza mwaka wa 11 ambayo ndio aliyofukuzwa akiwa amefikia. Basi aliendelea na masomo yale na akaendelea kujifunza Biblia, akaelewa kwa undani zaidi. Baada ya hapo aliingia kujifunza masomo ya afya ambayo ndio yalimuimarisha zaidi, akajua utaratibu wa kula vizuri na kula kwa kunawa. Alipata mafanikio makubwa katika somo la afya, akaanza kuwafundisha hata pale nyumbani. Mpaka tunavyoongea hivi sasa, mama yake ameanza kujifunza kanisa la Adventista wa Sabato ni nini na linasaidiaje watu kumjua Mungu katika maisha yao. Kijana alibatizwa, akaifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Ndugu zake wanaanza kumchukia pale nyumbani kwamba sasa inaonekana yeye ana mabadiliko makubwa kuliko wao. Kwanza alikuwa hapendi vile vikundi vyao walivyozoea kuwa wanatembea wanaenda kwenye starehe mahali mbalimbali. Wakawa na mdhihaki na kumwambia aende akaishi mashambani ambako hakuna sayansi, ambako hakuna teknolojia, hakuna maendeleo, hakuna kuona hiki na kile, ila akaishi porini. Lakini baadaye waliona mabadiliko makubwa aliyoyaonyesha, kwa sababu alionekana kijana mwenye busara kuliko vijana wenzake pale nyumbani. Basi baada ya hapo alifanya kazi ya Mungu na kasonga mbele. Lakini kilichosaidia ni yeye kuzidi kumuita Mungu, kwa sababu katika familia yeye alikuwa ni Mkristo peke yake. Alivyoendelea kumuita, basi hata ndugu zake wakaanza kujifunza hatua moja baada ya nyingine. Na mpaka hivi sasa kijana yuko kazini na anaifanya kazi ya Mungu na kwa uaminifu, na amejifunza mambo mengi katika kanisa la Adventista wa Sabato na ni mtumishi mzuri ndani ya kanisa. Leo tunaaswa wa Adventista wa Sabato tuifanye kazi ya Mungu kama kijana Yogan alivyoleta mabadiliko makubwa kwake na familia yake pia, ambayo watu wengi wamepata uongofu mkubwa na mabadiliko makubwa kuifanya kazi ya Mungu. Na mara ya mwisho katika nchi ya Australia, msaada uliopatikana, sadaka iliyotolewa ilikuwa ya kulijenga jengo moja la shule ya wasichana
ambalo lilifanya kazi kubwa sana na watu wengi wakawa wanaongoka kupitia sadaka ya 13. Leo sadaka ya 13 tuijali sana, kwa sababu inaenda kuongezea tena kazi nyingine katika nchi ya Australia. Mungu aweze kuwabariki katika jina la Yesu. Amen. Yes, tumesikiliza habari za Yogan. Ni kijana ambaye amepitia mambo mengi sana, na somo hili unaweza kulifuatilia pia katika vitabu ambavyo vinapatikana kanisani, somo la utume ambalo linatoka huko Australia, uweze kulielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa kutusikiliza katika huduma hii ya kipindi cha SES sehemu ya pili. Familia iliyohudumia katika sabato hii ya leo ni familia ya Musa Ndayanse. Bwana awabariki. Asanteni kwa kutusikiliza. Amina. Haleluya, wastahili Mungu wetu mwenye nguvu. Haleluya, tukusifu kweli, Mungu wetu unaweza. Haleluya, wastahili Mungu wetu mwenye nguvu. Haleluya, tukusifu kweli.